Maisha kwa mtaa vitu mob happen sana. Sasa mimi venye niliacha chuo ndio niliingilia crime. Wakati niliacha chuo I was 13 years. So uliingia crime ukiwa 13 years? Ukiwa 13 years. Sasa nikaendelea nikigrow bado nikiwa blessed. Nilikuwa naomba tu God. Mimi naomba tu God anipe power ndio niweze kugonga hawa. Tukaenda hivyo, tukakuja tukakuwa mabadest bado. Tukakuja sasa nikakuja nikashikana jeshi nyingine ya Ungwaro. But crime ya kwanza ulikuwa 13-14. Muli operate kwa shughuli gani? Tulikuwa tunaenda kwa wazungu, kuna wazungu kwa Karen. Kifika 16 sasa kaacha kuingia kwa mzungu. Sasa unaingia kwa upgrade sasa nikakuwa sasa nime-upgrade sasa nimeingia saa road. Patana na maji unavuka naye, patana na kafu unavuka naye. Manyongo. Nyongolo. Ni kuavaa bana. Kafu hapo tindo my ideas zo kuja. Hapo sasa ndo my ideas zo kuja hapo. Jupale unaweza kupatana pia na machogi. Unaona? Chogi na rungu yake unamvaa. Au kuwaza maumbwa kali. Umbwa kali sana umbwa. Umbwa tulikuwa tunaitreat hivi. Umbwa tukikuta zimedozi. Subscribe to our channel hapo Ghetto Radio. Unaweza pata mastori mob sana. Alafu hii story share kabisa kwa sababu ni a learning process, ni experience, and story pia inaweza kukubamba, entertain, tujue venye life iko. Leo tuko na story about life. Story tunayo hapa ni ya crime. Where tutakuwa tuna interview jamaa mmoja, kuna story deep sana. But summary ni aliserve 15 years in jail na kuzidisha ametoka juzi. Mimi naitwa Majimaji na kwa set yangu niko na best yangu sana. Anaitwa King Kafu. Yes I am. Hapa sasa kuna mambo ya breko. Wewe introduce wewe. Hapa sasa. Hapa tuko sekta nyingine. Hapa sasa tunataka tuongelee stories za crime. Vile kama unajua mimi ni reformist. Naelewa crime ni nini, naelewa kusavuko ndani. Prison vile kuko. Guest wetu pia anaweza jiintroduce. Ni aje Mwesh? Poa sana. So kitu ya kwanza mimi na give thanks kwa hapa Ghetto Radio. Mimi nita give thanks kwa God. Kwa hapa juu kwa hapa sikupenda kwetu ni mambo ya God. So kwa majina kwanza mimi naitwa Wilson Kisia Kadima. Kuna ile jina ya utani ya pale mtaani walikuwa wananiita Ngario sababu nilikuwa defender deadly sana pale. Wanakimbianga na hiyo namba 3. Subscribe to our channel hapo Ghetto Radio. Unaweza pata mastori mob sana. Alafu hii story share kabisa kwa sababu ni a learning process, ni experience, and story pia inaweza kukubamba, entertain, tujue venye life iko. Unakumbuka Kafu kuna mtu mmoja tukikwa kwa show alituambia juu mali Central Police iko hajaingia sela, wajui sela kaangaje. Wewe pia sikia tu story ujue side nyingine ya life penye kwa uaga. Ulijipataje kwa crime kwanza? Kwa crime nilipojipata kwa crime ni ile kuungana na bad companies. So pale tukiwa pale ghetto. Mtani gani kwanza ndio watu waelewe ni ghetto gani? Mtani mimi natoka pale GCT. Ni kunaitwa Kajiado County. Kuna mtajui GCT ni nini? Yeah. Iko sehemu za Ongata-Rongai. Inaitwa tu GCT ati imesimamia kitu. Gataka. Sema Gataka. Unajua Gataka ziko mbili. Gataka kuna ya Kiambu na kuna ya hata ndo leo ndo nimejua ati Gataka iko mpaka Ngong huko. Ronga. Yeah. Huko Ronga ninajiita Gataka. So mimi nimelelewa pale lakini kuzaliwa nimezaliwa Western. Sasa mimi venye niliacha chuo ndio niliingilia crime. Wakati niliacha chuo I was 13 years. So uliingia crime ukiwa 13 years? Ukiwa 13 years ndio nilianza crime. Nini likupull? Ile yenye kitu ilinipull ni poverty, ni shida. Kumekuwa na shida, si ati mimi nimetoka kwa familia iko fiti. Familia yangu ni poverty, mpaka sasa bado tu ni poverty. So walikuinfluence aje uingie hiyo bad company at 13 years old? Walikuambia nini ama? Sasa pale venye niliona hii nje imezidi sana. Alafu bado sina ile power ya kufanya job ya mjengo. Hizi job ngumu. Unaona? Bado mimi ni mless, sina ile nguvu, lakini nikienda nichukue kitu, naweza chukua hata ka bike, naweza ingia mahali kama hapa nichukue hizo computer, hizo simu zito.
Sasa hapo ndio nilikuja kujipata yani niko kwa hiyo crime. Sasa nikaendelea nikigrow, bado nikiwa mless nilikuwa naomba tu God. Mimi naomba tu God anipe power ndio niweze kugonga hawa watu, kumbe mimi na mimi sijui. Unadai power. Nadai tu ile nguvu, mpaka nilikuwa naambia kuna coach wangu bado tuko na yeye hapa. Yeye ndio nilikuwa nafanya zoezi na yeye. Sasa yeye simwambii zoezi nafanya, target yangu ni gani? Kumbe target yangu ni venye nitapata power. Ile utafahawa. Venye nitagonga watu. Unaona? Lakini mimi sielewi. Lakini coach yeye akinifunza, ananifunza yani self defense. Unaona? Lakini na mimi nikijifunza, sijifunze ya self defense, najifunza vile nitagonga watu. Utafute pesa. Nitafute pesa. Yaani nipate hiyo nguvu, nitafute pesa. Kwa ni coach wa boxing ama coach wa karate ama coach? Nilikuwa ni wa boxing. Nilipopata kale kanguvu, hako kanguvu tu kadogo nilikuwa naomba, niliingia road. Tuliingia tu na majamaa. Majamaa wakaniambia hiyo power yako iko sawa na itatumika. Kawaambia ina noma, mimi niko. So ni bad company. Sasa ni bad company, unaona? So wewe job yako ilikuwa ni pale pa kutumia power. Pale pa kutumia power. Pale nikishika mtu hakuna kujirusha ama nini, unamnyang'anya tu roho safi. Tukaenda hivyo, tukakuja tukakuwa mabadest bado. Tukakuja sasa nikashikana na jeshi lingine ya Ungwaro. Jeshi ya Ungwaro. Sasa jeshi ya Ungwaro ndio tulishikananga nayo. Hata hii scene yenye nilifanyanga mpaka nikapelekwa jela. So tuende pole pole tutafika hapo. Yes. So umeingia ukiwa 13. Ukaanza kutumia power ukiwa sasa zile mzito. Sasa nifikisha 15 16. Kwa sasa niko mzito ile mbaya. But crime ya kwanza ulikuwa 13 14. Mlisanya nini? Mlioperate kwa shughuli gani? Tulikuwa tunaenda kwa wazungu, kuna wazungu kwa Karen. Tulikuwa tunaingia kwa wazungu. Wamefence tu boma zao. Tunaingia kwao. Tunaona parking yao wamepaka mabaiskeli zile poa, unajua hizo mabike za wazungu zinakuwa ni za power. Bike ukiingia nayo ghetto huwezi kosa yako 2000 3000 peke yake. Ndio hiyo tukisa bike ya 30k 30000 unauza 2000 3000 ama 5000 ukienda sana. Kwa sababu wewe si ati unataka mambo mingi, unataka tu tumbo ikuwe na kitu. Hapo sasa uko 14 15 sasa. Ukifika 16 sasa kaacha kuingia kwa mzungu. Sasa unaingia kwa upgrade sasa, nikakuwa sasa upgrade sasa, nimeingia saa road. Sasa nimeingia road sasa. Kuingia saa road, unajua saa road ni mtu yoyote mwenye unapatana naye. Patana na maji unavuka naye, patana na kafu unavuka naye. Sasa hivyo ndio ilikuwa mambo ya road. Manyongo. Nyongolo. Ni kuavaa bana. Unataka kusema hizi bike mingi tunaona huku nje mingi zao ni zinaweza kuwa za operation? Mingi zao zinaweza kuwa za operation. Kwanza za almost zenye ziko ghetto, hizo zinakuwa za operation. Ndio mtu wa ghetto huwezi pata mtu wa ghetto mwenye amenunua bike ya 30000. Ni ngumu sana. Lakini ukimwona na kama hiyo, unajua tu hiyo ni operation. Hapo kwa teen kafu hapo tindo my ideas zo kuja. Hapo sasa ndo my ideas zo kuja hapo. Unaona kama yeye alikuwa anaingia gym. Ana train, sasa alikuwa ana train kwa fit. Ako focus. Ndio sasa unajua ground huku chini mambo ni different. Unaona ukuta kupanda uchukue bike. Na ni anatumia. Sasa lazima uibebe. Lazima pia uko self defense. Juu pale unapatana pia na machogi. Unaona? Chogi na rungu yako unamvaa. Au kuwaza maumbwa kali. Umbwa kali sana umbwa tulikuwa tunaitreat hivi. Umbwa tukikuta zimedoze, tunachukua mawe tunarusha mara moja. Umbwa kama imedoze, urusha mawe mara moja inamkanga mbio kama imeenda. Sasa ikikimbia na sisi ndio tunaingia. Ikishakimbia ndio tunaingia, tunachukua vitu alafu tunatoka. Sasa tukitoka ndio inabaki ikipiga kelele. Kumbe ndo maana watu waza niko na dogi na sijasikia dogi. Siku hizi hata ndo maana mageti mingi waandikagi umbwa kali. Na waandikagi umbwa kali. Siku hizi wametulia tu sababu saa hiyo umbwa si kali. Sasa kama ikirusha mawe. So ukirusha mawe inafuata inakimbia. Kwanza inashindwa hiyo mawe imetoka wapi? Kwanza inakimbia hata ibweki, inakimbia. So mnaitupisha rada. Na hiyo operation ni dakika ngapi? Operation yetu ni dakika kidogo. Inachukua karibu dakika 5. Tumeshamaliza hiyo shughuli kabla dogi focus tushaondoka. So unakuwa ni kama una security kwa compound. Unakuwa una security kwa compound. Alright. I hope paka hapo mna follow story poa. Stay tuned ama keep watching, share, like, tell a friend to tell a friend. Tukirudi tunataka kuingia kwa ile crime. Kumbuka tulikuambia wamekaa ndani 15 years.
So follow the story, like, subscribe, share. Ndio hiyo hapo YouTube channel Ghetto Radio.